Who is Rashid Mfaume Kawawa? Je, ni nani basi Rashid Mfaume Kawawa? Rashid Mfaume Kawawa alizaliwa mnamo mwaka 1926. Kipindi ambacho nchi ilikuwa bado ipo chini ya utawala wa kikoloni wa Waingereza. Kipindi hicho Waafrika wengi walikosa fursa za elimu ya juu, ajira nzuri na ushiriki wa kisiasa. Mfumo wa kikoloni uliwaweka Waafrika katika tabaka la chini, yani kiuchumi pamoja na kijamii. Ni katika mazingira haya ya unyonyaji, umaskini na ukosefu wa haki ndipo Kawawa alikulia. Hali hii ilichangia sana kumjenga kisaikolojia na kimtazamo, na baadaye ikawa misingi wa msimamo wake wa kisiasa. Asili ya kifamilia na malezi ya Rashid Mfaume Kawawa. Rashid Kawawa alitoka katika familia ya kawaida sana, isiyo na ushawishi wowote wa kisiasa wala kiuchumi. Malezi yake yalisisitiza hasa nidhamu, uvumilivu, kufanya kazi kwa bidii. Tangu utotoni alijifunza kuwa na maisha yanahitaji jitihada na subira, na hakuna mafanikio bila kujitolea. Maisha haya ya kawaida yalimfanya awe kiongozi aliyobaki kuwa karibu na wananchi hata alipofika juu ya serikali. Je, vipi kuhusu elimu ya darasani na elimu ya maisha? Kwa upande wa elimu ya darasani, Rashid Kawawa alipata elimu ya msingi pekee. Hakusoma sekondari wala chuo kikuu. Hata hivyo, kile alichokikosa darasani alikijenga kupitia elimu ya maisha, uzoefu wa kazi za mikono, kujifunza kupitia watu na harakati za kijamii. Hili lilimtofautisha na viongozi wengi wakati wake, kwani alithibitisha kuwa elimu ya juu sio kigezo pekee cha ubora wa uongozi. Ilikuwaje basi baada ya maisha ya masomo na kazi za awali? Baada ya kumaliza elimu ya msingi, Kawawa alianza maisha ya ajira kama mfanyakazi wa kawaida, yani labor. Alifanya kazi mbalimbali za mikono, akipata mshahara mdogo mno na kukumbana na mazingira magumu ya kazi chini ya mfumo wa kikoloni. Katika hatua hii, alishuhudia unyonyaji wa wafanyakazi wa Kiafrika. Aliona ukosefu wa haki kazini. Alianza kuelewa umuhimu wa mshikamano wa wafanyakazi. Uzoefu huu ulimjenga kuwa kiongozi aliyeelewa mateso ya watu wa chini, tofauti na viongozi waliotoka katika tabaka la juu. Ilikuwaje basi Rashid Mfaume Kawawa kujiingiza katika harakati za wafanyakazi? Kutokana na hali ya kazi aliyopitia, Kawawa alijiunga na harakati za vyama vya wafanyakazi, yani trade unions. Hapa alijifunza mbinu za uongozi, alijenga uwezo wa kuhamasisha watu, alianza kujulikana kama mtu mwenye msimamo na ujasiri. Harakati hizi zilikuwa shule yake ya kwanza ya uongozi wa kweli.
Rashid Kawawa alijiunga na Tanganyika African Nation Union, yani TANU. Ndani ya TANU alikuwa mratibu, alifanya kazi za kiutawala, alijulikana kwa uaminifu usioyumba. Ukaribu wake na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ulijengwa juu ya nidhamu, kutokuwa na tamaa binafsi, kuweka mbele maslahi ya taifa. Hili lilimfanya awe mmoja wa watu waliokuwa na ushawishi mkubwa ndani ya chama, japo hakupenda kujionyesha. Baada ya Tanganyika kupata uhuru mnamo mwaka 1961, Kawawa alipata majukumu makubwa serikalini. Alionekana kuwa kiongozi thabiti, msimamizi mzuri wa nidhamu, mtu wa kuaminiwa katika nyakati ngumu. Sifa hizi zilimfanya ateuliwe kushika nyadhifa nyeti za serikali. Mnamo mwaka 1962, Rashid Mfaume Kawawa aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa pili wa Tanganyika. Kipindi chake kilikuwa nyeti sana kwa sababu taifa lilikuwa changa, taasisi za serikali zilikuwa zinaanzishwa, kulihitajika nidhamu na mshikamano wa kitaifa. Katika nafasi hii, alisimamia shughuli za serikali, alisisitiza utii wa sheria, alifanya kazi kwa ukaribu na Rais Nyerere. Baada ya kuondoka kwenye uwaziri mkuu, aliteuliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rashid Kawawa anakumbukwa kwa unyenyekevu, kutopenda umaarufu, nidhamu kali binafsi, kuweka maslahi ya taifa mbele. Urithi wake unaonyesha kuwa uongozi bora hauhitaji maneno mengi, bali vitendo, maadili na kujitolea. Hitimisho la historia ya Rashid Mfaume Kawawa. Rashid Mfaume Kawawa ni mfano wa viongozi aliyejengwa na maisha ya kawaida, akapitia kazi ngumu na hatimaye akawa mmoja wa nguzo muhimu za ujenzi wa taifa la Tanzania. Historia yake ni somo kwa vizazi vyote kuhusu uzalendo, uaminifu na kujitolea. Na huyu ndiye mwamba Rashid Mfaume Kawawa. Ulikuwa nami Iyo Prizi Inc. Iyomo Junior. Tukutane tena next session.